ili Simba awe bingwa lazima Yanga apoteze mchezo, kwa sababu mpaka sasa hivi tukiwa level ya michezo Yanga katuzidi pointi ngapi? Pointi 3, si ndio? Kwa hiyo lazima Yanga apoteze mchezo mmoja. Sisi furaha yetu wana Simba tukimshuhudia Yanga akiwa amepoteza mchezo, na mechi ya leo ilinifurahisha. Kipindi cha kwanza mapema tunaona Diallo anatobolewa, tukasema yes, Dodoma Jiji wanaenda kutufuta machozi leo hii, lakini na shangano na Dodoma Jiji wameshindwa kushikilia bomba na kuja kufunga goli 3 na wanazidi kujitamba tena. Lakini mimi naamini kwa ligi hii ilivyo, kuna mechi tu Yanga atapoteza mchezo mmoja, sio mmoja, hata miwili mitatu, kabla kukutana na Simba kuna mchezo atapoteza hapa katikati ya. Yaani wewe Mandala ni kama umekata tamaa mpaka Dodoma Jiji ndo aifunge Yanga. Yani ligi ilivyo, yani Simba kama hujui, Simba na Yanga zilivyo piano wenyewe kwa wenyewe. Inatokaga sana mara moja sana, ubingwa tunapotezaga kwa hizi timu ndogo. Hata msimu uliopita kama unaangalia Simba alichomnyima ubingwa na hizi timu ndogo, kuna timu tumetoa nao sare, kuna timu imetufunga, maendeleo vizuri. Kwa hiyo mimi naamini hata Yanga wakipata ubingwa si watapata kutokana na sisi tumefungwa na hizi timu ndogo. Mpaka sasa hivi tumepoteza alama 5. Tumepoteza alama 5 dhidi ya nani? Na Yanga. Na nani? Tibwa. Na nani mwingine? Yanga hayupo hapo. Ndio maana nimekwambia hizi timu ndogo nazozelao ndio timu ambazo zinapoteza ubingwa. Lazima tumuombe mabaya Yanga afungwe, lazima tumuombe mabaya Yanga asare ili sisi tukae mabingwa, kwa sababu ili tuwe bingwa lazima Yanga apoteze mchezo na lazima sisi tumfunge. Kwa hiyo tunaombea mechi moja Yanga asare au afungwe. Sisi tukuje tumfunge tarehe 1 mwezi wa 3. Tukimfunga Yanga tunakuja kuongoza ligi. Kwa sababu ukiangalia matumaini yetu kwa bingwa, tuna matumaini tunayo. Wenye roho ngumu kama sisi, wenye roho ya paka, tuna roho ngumu, tuna matumaini ya kwenda kufuzu robo finali. Mwenye roho nyepesi hawezi kuwa na matumaini kama atafuzu robo finali. Na ndio maana na usi uongozi wa Simba au unaomba uongozi wa Simba focus yetu idili katika ligi kuu. Na ndio maana umeniona nimekuja hapa uwanjani. Kwa bingwa msidili na. Kwa bingwa tunadili kwa sababu kiangalia tuna asilimia. Mpaka sasa hivi sikiliza, mpaka sasa tumepoteza michezo mingapi? 3. Katika michezo 3 sana pointi ngapi? 9. Tumebakisha michezo 3 sana pointi 9. Kuna uwezekano Simba akafuzu tukishinda mechi zote 3. Pia kuna uwezekano Yanga asifuzu akifungwa michezo 2 klabu bingwa. Chochote kinawezekana. Ndio basi tumesemaje, asilimia kubwa tunaweka katika ligi kuu, kwa sababu sisi tukamaliza msimu tusichukue hata ubingwa, tusiondoke patupu. Lazima tufocus ligi kuu. Lazima tuitolee macho ligi kuu. Yaani lazima ligi kuu tuitolee macho ili tumalize msimu na chochote kitu. Mandala Depu balaa jipya mjini, mechi 2, assist 2, goli 3. Sisi tunao wao. Nani? Wapo, wametambulishwa. Waoni. Kuna mtu kuna mwalimu wa Pacome jana katambulishwa. Hiyo ni mwalimu wa Pacome. Upo wapi babu? Teacher wa Pacome tena kaja na chaki. Zako anachomfundisha Pacome kaja nazo. Teacher Pacome. Anasema na miezi 4 hajacheza. Sikiliza wewe. Yule ndio teacher, nisikilize. Hapa turuhusu kujadili chochote. Teacher Pacome katambulishwa jana. Tena alipokuja kaja na zile chake kwa anamfundishia Pacome. Anakuja kutoa darasa kwa anamfundishaje Pacome akicheza, anatoka wapi anaingia wapi, kafika. Na tuna mchezaji yule Msenegali yule. Unamjua? Namjua. Anaitwa nani? Yule anova nani? Yule sasa anova nini? Acha maneno. Usije ukasababisha tuanze kuposti picha ambazo sisi tumezificha huko. Una picha gani? Msisababishe tuanze kuposti picha. Yule wewe ni mchezaji hatari, ukimfuatilia vizuri. Kama unaangalia Simba ikiwa inacheza, uliangalia Simba na Tunisia, kuna mabadiliko makubwa nadhani umeyaona. Eneo la namba 10. Kuna kitu kimeongezeka. Sio moment leta Simba, unaona kuna kitu kimeongezeka. Kwa ile mechi tuliocheza Tunisia, ingekuwa Simba kashinda game 2 nyuma, tusingeijaji ile mechi. Tunaijaji kwa nini? Kwa sababu Simba alipoteza michezo 2. Lakini ukiangalia Simba imebadilika katika mfumo wa uchezaji. Sisi tushajua tatizo letu liko wapi. Na ndio maana tunaitibu timu yetu kimya. Taratibu tunaitibu timu yetu. Kuna watu wamekuja wanamuona yule mtaalamu Msenegali anapita pembeni. Teacher Pacome yule kashatambulishwa. Alafu kuna namba 9 anatambulishwa usiku. Ana virasta vimekaa juu vimefungwa. Namba 9. Wewe namba 9 ni virasta, Simba amepita. Nisikilize. Sisi tushajua ugonjwa wetu kwa wapi. Tumekubali madhaifu yetu, tumeamua kuitengeneza timu yetu. Kazi wanayo. Sisi tushajua ugonjwa wetu upo wapi na tumeamua kuja kutengeneza mpira wetu. Kazi wanayo. Yanga Afrika haikutishi, inaonekana sikiliza kwa ukubwa wa Simba, kwa level ya Simba, kwa uzoefu wa Simba, hakuna timu sisi ambayo inaweza katutisha. Afrika hii hakuna timu inaweza kuja kuishtua Simba. Hakuna. Haya ni matokeo haya. Hakuna timu ambayo inaweza kumtisha Simba. Timu gani itamtisha Simba? Nitajia timu gani? Yanga. Kwa uwezo gani? Zile pointi 4 zitaganda kama barafu.
na Simba ndio timu itaenda kufuzu robo finali klabu bingwa kutoka Tanzania. Maana yake Yanga haendi. Nisikilize, Simba, narudia herufi kubwa, naweka herufi kubwa. Simba ndio timu itaenda kufuzu klabu bingwa ligi kuu hapa na pointi. Mtashangaa. Simba anaenda kufuzu, tunampiga Mtunisia, tunampiga Petro di Luanda, tunampiga Stadi Malien. Tunamaliza msimu, sisi tunaenda kufuzu. Pointi 4 zinaganda kama barafu. Ushaona barafu zinaganda hivi. Zile pointi 4 zina kama barafu. Kakata tiketi ya Gold Return. Kapigwa na Mwarabu, anakuja anapigwa tena hapa na Mwarabu. Anaenda kufuata Falabati, anapigwa anaenda kutoa sara na pointi 5. Atafuzu aende wapi? Mahesabu leo kupigia Yanga hawezi kufuzu kwa njia yoyote. Sisi ndio tunajua football ya Africa. This is the football of Africa. This is the football of Africa. Yani anaenda kule Yanga kashapigwa, anapigwa na Mwarabu, anapigwa na Falabati, anatoa sara mpaka na pointi 5. Enough. Hakuna timu itofuzu robo finali zaidi ya Simba. Hakuna timu itofuzu. Hadi ya nini mimi sio shetani wa Yanga? Hadi ya nini? Mimi shetani wa Yanga tayari. Wewe subiria Simba uione. Isubirie Simba uione. Tuna picha zenu. Na picha zenu nitaposti na picha zenu nitaposti. Na picha nitaposti kwa sababu Mmasai wa kike ananyoa, Mmasai wa kiume anasuka. Mkongo wa kike ajichubua, wa kiume anajichubua. Usishangae timu Nigeria akivaa kile kitu. Wakizidi kuongea tuna picha zao tutaposti. Wanavadi vikuku. Tunazo wanavadi vikuku. Waishi hapo. Mkizidi kumchafua mchezaji wetu tunaposti. Yaani wakimchafua mchezaji wetu akizidi, tuna picha zao amevaa vikuku tutaposti. Yaani wakizidi, hii ni onyo. This is warning. Mkijaribu kumchafua tena mchezaji wetu, tutaposti picha zenu mmevaa vikuku mkiitwa na matajiri wenu huko. Sasa endeleeni kumchafua mchezaji wetu. Tunaangalia tu. Endeleeni kumchafua. Waendelee kumposti. Tutaposti na picha zao niwaonyeshe picha moja. Niwaonyeshe. Kwa sababu wanamchafua mchezaji wetu. Wanakujua wanavyomposti yule mchezaji, wanamsofisha. Wakati sisi tuna wachezaji, picha za wachezaji wao wamevaa vikuku. Tuna picha za wachezaji wao wanaitwa huko kwa majukwaa kwa matajiri. Tunazo. Sije ukamaliza bwana. Tumaliza. Ongea mwingine Yanga bwana. Aingie mwingine fact hapa.